wakati tuko katika kijiwe cha coding kule WhatsApp, nilisema kuwa nimepata fikra ya kutengeneza kirusi changu ambacho kitakuwa ni ransomware, lakini kitakuwa ni aina yake. Njoo tuangalie hiki kirusi mwisho atakuwaje. Atakuwa na uwezo wa kula PDF. Ndio nini? Angalia ile file. Kutoka hapa baadaye litakuwa hivi. Tukishalipitia sisi litakuwa hivi. Angalia hapa imeandikwaje? NK imeandikwa pdf.nk kapita. Maana yake kirusi chetu kashapita na anaika chata. Take care. Hii video ni kwa ajili ya elimu. Na huyu kirusi hatumtumii mtu yote. Ukiakiwa na kirusi huyu hajatoka NK. Na wewe itumie vizuri ya elimu. Twende. Njoo tuandike algorithm. Algorithm hapa itakuwa ni hivi. PDF watu wanaona ngumu, si ndio? Sasa tutaipitia PDF. Tunafanyaje? Algorithm iko hivi. Kwanza tutapita kwenye kompyuta kutafuta PDF. Kwa kitu cha mwanzo ni looking for au kutafuta file, kutafuta PDF. Maana inaitwa scanning kwa rahisi, wenyewe wanaita scanning. Kwa kitu cha mwanzo ni scanning, tutafanya scanning ya kompyuta kutafuta file lote ambalo ni PDF. Pili, hapa ndio kwenye uchawi. Nataka tulisome ile file. Kwa nini? Kwa sababu lazima tupate maneno ambayo yameandikwa ndani ya ile PDF. Kwa pili, tutafanya reading. Tutafanya reading ile file, tulifanya reading. Na tatu, acha nikuze hapa tuone vizuri. Na tatu, baada ya reading tutaliandika tena. Tutafanya rewrite. Tutafanya nini? Rewrite. Hapa mimi nakupa algorithm inavyoandikwa. So watu wanafanya program kama VPS, kuna wanazunguka, kuna mzunguko unapita. Ila sasa kabla ya kurewrite kuna kitu kinafanyika hapa. Nini? Tutafanya encryption. Encryption. Kwa sababu kirusi cha virus, kirusi cha ransomware anatisha kwa sababu ya kazi hii ya encryption. Encryption nini? Unabadilisha style ya faili ilivyo kuwa vile ilivyo kuwa katika hali nyingine. Kama nilivyokuonyesha hapa mwanzo wakati nimefungua hii faili. Angalia hii faili. Unasoma kitu? Usomi. Lakini hii ni data ambayo inaeleweka. Ila si tumeibadilisha, kila herufi tumeiwekea mfumo mwingine. Hii inaitwa encryption. Sasa hatari wake upoje? Uwezo kupata antivirus ambayo inaweza kukurejeshea maneno kama alivyokuwa. Kwa nini? Kwa sababu hawajui mimi nilitumia herufi gani kubadilisha hizo herufi. Sio mnipata. Njoo tuone. Njoo tuendelee. Kwa tutafanya encryption kisha tutarewrite. Tutaliandika tena ile file. Mwisho basi tumemaliza. Lakini baada hapo tutafuta faili iliyokuwepo pale. Kwa tutaambia futa faili la asili. Katika kurename, kwenye rename hapa tutaandika mbele tutaweka chata la NK kapita. NK kapita. Tutaweka ile neno NK kapita. Kwa maana mtu atajua hapa kuna kirusi cha NK kishapita hapa. Upo eh? Mwingine ataniambia hii ina faida gani eti? Hii kiharaka haraka unaweza kusema haina faida. Lakini ina faida. Tunaweza kutumia njia hii kwa sababu si mwisho utatengeneza dawa. Kwa sababu kutengeneza kirusi cha ransomware lazima utengeneze dawa. Lazima utengeneze dawa yake. Kwa sababu watu watalia of course. Mara mwanzo alitokea ile inaitwa WannaCry. Watu kweli walilia. Lazima utengeneze dawa upo kwa sababu hamna ambaye atapata dawa zaidi ya wewe. Kwa sasa inasaidia nini? Maana yake mimi nina uwezo wa kufanyia encryption data za kampuni au za nini. Okay. Kwa tusiandika algorithm. Algorithm yetu hapa. Njoo tuanze kitu kimoja. Kitu cha mwanzo scanning. Njoo tuanze. Tutamuita NK virus kimaanisha kuwa ni ransomware. Okay. Tunahitaji nini? Tunahitaji library kama 3. Ya mwanzo tutahitaji library inaitwa PyPDF. Ambie from PyPDF. Ishushe of course, install PyPDF. From PyPDF import nini? PDF reader. Kuna kitu kinaitwa PDF reader. Tutaingiza hiyo. Kisha tutatumia program inaitwa FPDF. Kisha nitakwambia kwa nini. Tutaambia from FPDF install na hiyo program ni nje. Import nini? FPDF kwa herufi kubwa. Hizo ila inakuwa kwa herufi kubwa. Na mwisho tutahitaji program ini library ya OS ili kucheza na window kwa ajili ya kufanya scanning. Tumelisoma hilo somo ndio. Bila shaka tutahitaji shuttle na sio muhimu kwa sababu tuko sisi tunafuta moja kwa moja. Njoo tuangalie. Okay, tunaanza na scanning. Scanning maana yake nataka tufike kwenye folder. Folder gani? Tutaweka mafaili ya asili sehemu yake yatakuwa ni haya. Upo tutaingiza hapa. Kwenye folder hili tunataka aje scan kwenye folder hili. Of course unaruhusiwa kuscan kompyuta mzima na sehemu yote ambayo unahitaji. Ila si kwa sisi tutaanza na nini? Na folder hili. Kama ni somo tunasoma. Utakuta hapa nikifungua hii PDF imeandikwa nini? Imeandikwa sijui video provides powerful kitu gani sijui.
na nikifungua hii ilikuwa ni PDF ya kweli hasa, ni masomo ya maendeleo. Umeona, nataka tucheze na hizi data, tuziharibu of course, tuzifanyia encryption mtu asiweze kuzisoma. Okay, kwa tutakuja kwenye ile folder, chukua copy of the path, folder ni ili hapa, data za asili ni hizi hapa, ili tusije tukapoteza. Tunakumbushia kwa program yetu hivi sasa inachukua live ili ya Kiswahili, kwa unaweza kuzungumza moja kwa moja na yeye inaandika. Kwa watu ambao hawajajua tunazungumzia nini, tazama somo hili hapo. Sitatumia, tutakuja hapa right click, mwambie copy as a path. Tunataka hii path tucheze nayo. Tunaambiaje? Mwambie path sawa sawa ni twende tupeleke, tutaambia path tupeleke kwenye desktop. Kuna kitu kinaitwa oz.change.dir. Hapo mpe path ambayo unaikusudia kwenda. Nataka tuende hapa. Okay, hapa tushafika kwenye folder. Tunataka tufanye nini? Tunataka aingie ndani ya folder, faili lolote ambalo liko ndani ni PDF alibadilishe. Maana kama atakuta mafaili mengine achane nayo. Si nataka tule PDF peke yake. Nafanyaje? Njoo tuingie kwenye folder tufanye scanning. Taambia for nini? Kila faili analopita in nini? In oz.listdir. Kuna kitu kinaitwa listdir, maana yake pita mafaili yote ambayo yako humu ndani. Mpe path. Path ni hapa, kwa maana ataingia hapa, ataniangalizia mafaili yote. Nikimwambia print sasa hivi ile faili, utakuta ana print nini? Ana print mafaili ambayo yako mule ndani. Run. Utakuta katuprintia hapa, anatuambia kuna masomo PDF na pdf.pdf, kwa maana yaona vizuri. Okay. Tusha scan, tushapata mafolder. Nini kinafuata sasa hivi? Tuende kwenye algorithm. Baada ya kuscan, tutatakiwa tu read. Ndio uzuri wa kuandika algorithm upo. Tutakuja tusome pia algorithm, kwa sababu algorithm sio lengo lake tu kuandika hatua. No. Kuna vitu vya msingi vinazingatiwa kwenye somo la algorithm. Programu yako ifanye kazi vizuri na kwa muda mchache. Ndio lengo la algorithm. Okay. Kwa tusha scan, kilichobaki sasa hivi ni ku read. Je, tu read hilo file. Tuna read vipi? Kwanza kabla ya ku read, nataka ile file alishike. Analishikaje? Mwambie if file dot end with, kwanza atafute file ambayo linaishia PDF peke yake. Kwa ataambia PDF. Kama file inaishia PDF, nini cha kufanya? Lishike ile file. Kwa hapa kashalishika, nini kinafuata? Baada ya kulishika, halisome. Analisomaje? Hapo tutatumia kodi inaitwa PyPDF. Mimi nitaita hapa data kwa mfano. Sawa, PyPDF reader. Mpe umundani, mpe path. Ambapo path hapa of course itakuwa nini? Itakuwa ni faili. Kwa maana kesi anaingia ndani ya faili. Kwa chukua hii faili. Kashachukua faili. Unataka kulifanya nini hilo faili? Okay. Tufungulie. Tufanyaje? Tufungulie. Kufungua hapa, ili ufungue lazima kwanza upate page. Kwa hapa mwambie page sawa data.pages. Kodi hapa. Hapa tunatumia kodi gani? Hapa tunatumia PyPDF kwa sababu ya kuread. Upo, tuna read file la nini? Tuna read file la PDF. Hii PyPDF inaturuhusu kupata maneno. Programu yetu tumeweka mfumo wa kupata maneno ya PDF, si ndio? Tumetumia hii PyPDF. Mpi hapa page unaitaka. Pale tuna page ngapi? Page moja of course. Kwa hapa nitamwambia moja. Nataka naandike kwa mfumo wa kibinadamu, kwa moja toa moja. Ili apite mzunguko nini? Page moja. Sababu hivi andike 0 inaanzia 0. Mwisho mwambie text atutolee maneno. Kwa hapa itakuwa ni page, maneno hapo kwenye page hapo dot extract text. Ukiacha hivyo anatuma metadata. Sitaki. Mwambie tuambie tutumie maneno. Kwa maneno ataingiza humu. Kwa sasa hivi maneno yale ya zile PDF yatakuwa humu ndani. Upo Okay. Nini kinachofuata sasa hivi? Tushamaliza hapo. Tusha read. Njoo tufanye sasa encryption. Amazing. Katika encryption kuna vitu viwili. Kuna vitu vingapi? Viwili. Ungetuambia sasa mwalimu hata tuprint tuone japo kidogo. Okay. Nikiprint hapa nikimwambia run, utakuta hapa sasa hivi kilichotokea hapa, mimi sija print kitu, njoo tu print kwa sababu mwambie tu print ya short tatizo. Sasa mwingine anataka kuona kile anakwenda. Pia inasaidia kuondosha, kwa sababu unamaliza kodi ndefu afu ujue gap iko wapi. Hapo maana unaondosha magap moja moja. Utakuta ka print, umeona kuna faili ya kwanza ile hapa, kama uliona, kama unakumbuka kuna maneno ya watoto sio imefanyaje. Njoo tufungue. Faili ya mwanzo ni hili la masomo. Utakuta kaandika ya maneno ambayo ndo haya hapo. Umeona watoto sio wamefanyaje. Alafu swala nini, faili la pili ni hili PDF. Umeona video provides kitu gani, kwa maana kayapata ya maneno ya PDF. Upo algorithm yetu inasemaje? Sisi tutaandika tena ya maneno alafu tutafuta data za asili. Tuendelee na kazi. Kwa msafara unaenda vizuri. Asante. Futa. Kinachofuata nini? Encryption. Katika encryption
tuna njia zaidi ya moja. Mimi nitatumia njia ya lugha C, alafu baadaye nitakupa njia ya Python au njia nyingine. Yani kuna njia mbili ambazo unaweza kuzitumia kwenye Python. Njia ziko nyingi, mimi nitakupa mbili. Moja ya C ambayo inatumia kwenye C nyepesi, unamuongezea tu plus kadha, inakuwa ni rahisi, haina masharti mengi. Ya pili ina masharti ambayo tutaona huko mbele kwa nini mimi sijaitumia ya pili, na wewe ukiitumia utakiuka vipi errors. Twende. Mimi nitatumia mwanzo ya C. C ikoje? C iko hivi, unampa character, ukimpa character unamwambia ndani ya hiyo character afanye kadha, yani aongezee character juu ya character, kwa sababu herufi zote si ASCII code, tumekubaliana. Ukisema 65 maana yake ni A ndogo katika nini? ASCII ni ASCII code. Hii ni A ndogo. Kwa maana yake kila herufi ni decimal number, ina decimal number zake. Kwa hapa natakiwa katika lugha C inaniruhusu mimi kuongezea, nikimwambia plus E6, E16, E nini? 65, nikimwambia niongezee 1, maana hapa itakuwa ni 66, itakuwa ni 60, itakuwa ni 66. Inamaanisha hivi, badala ya A ataandika B. Nataka nitumie njia hii kwa sababu nyepesi hata kwenye decryption. Of course ukifunga kupitia njia hii lazima ufunge kwa power, upo tumia key yenye nguvu. Je, tuangalie. Kwa sababu nitamwambiaje ili tufanye hivyo, nataka tupitie kwenye text neno moja moja, tubadilishe herufi moja moja. Can we do that? Yeah, mwambie for nini? Mimi nitaambia for kitu gani? X in nini? Text. Apite huko katika hizo text. Sijatoka nje ya loop kwa sababu nataka amalize, aanze kazi ili akimaliza vitu vyote vimejipanga wakati mmoja. Kwa hapa sasa hivi kasazipata herufi zote ambazo ziko ndani ya humu. Tunafanyaje? Sasa hapa katika Python kuongezea, yani kuongezea kitu ndani ya desimali ya herufi kuna mzunguko kidogo. Kuna process ipoje? Kuna function inaitwa old. Andika kwanza herufi zinaenda wapi. Mimi nitaambia herufi, kwa mfano nitaambia herufi sawa. Kuna kodi inaitwa ort, ni ort yapo. Humo ndani mpe herufi ambayo unataka kuibadilisha iwe desimali. Kwa mtaambia ni x, kwa maana yake hii x napita herufi haibadilishe iwe desimali. Kwa hiyo itakuwa kama ni a itakuwa 65, upo. Alafu pili weka kitu ambacho unataka kukifanya, encryption yako, mfumo wa encryption. Mimi nitaambia mwisho anitengenezee variable. Hii variable tuiweke hapa, acha tuiweke huko juu. Nitaambia hii variable inaitwa mwisho sawa kadha. Of course in string. Kwa mwisho, katika mwisho hapa atanitengenezea variable inaitwa mwisho. Hii variable aniongezee ndani yake hii x. Hii herufi sio x of course, ni hii herufi hii. Sababu herufi sio kaipitisha hapa. Aniongezee hii herufi hii. Hii herufi, ila kabla hujaita natakiwa andike kitu kinaitwa char kisha ita herufi. Kwa nitakuwa ni herufi kisha ongezea kodi yako ambayo unaitumia kama key katika kufanya encryption. Mimi nitaambia kwa mfano ongezea namba 8. Ongezea namba yote unataka mwenyewe, upo. Kwa hapa atachukua herufi zote ataziandika tena upya kwenye variable ya mwisho aliyokuwa ameziongezea vitu, kwa maana amebadilisha. Badala ya a itakuwa c, itakuwa d, itakuwa d, sijui tutaona kwa mwisho. Kwa tukiprint sasa hivi hii mwisho utakuta data ziko vururu, upo. Ndio tuprint andaza nini? Ni kuprint case. Mwambie tuprint baada ya kesi yote kumaliza, tuprintie hiyo mwisho tuione kabla tujaendelea na zoezi lingine. Kwa sababu hapa encryption imeisha. Run. Wow, unaona ilipotoka? Kabadilisha data. Unazisoma? Uzisomi sasa hivi. Hujui wapi faili la mwanzo, wapi faili la pili. Asante. Twende kinachofuata. Kinachofuata sasa hivi ni nini? Hatua inayofuata sasa hivi ni kuandika tena ile faili la PDF. Alafu mwisho tufute lile tulilolikuta lile ambalo tunacheza mpaka sasa hivi tunacheza nao lile la mwanzo lile. Tufute lile tucheze na la pili. Upo Tutafanyaje? Mwambie hivi, katika kuandika upya PDF tutatengeneza variable mpya, tutatumia fpdf. Hapa katika fpdf kuna kodi inaitwa fpdf kwa herufi kubwa, ifunge. Ina vitu kibao inavyohitaji. Uzuri wake anakuandikia hapa nini anahitaji. Kwa kitu cha mwanzo anachohitaji huyu ni p, hivyo ambavyo umekuwekea hapo. Kuna portrait, maana yake nini? Orientation ya page. Hii PDF imelala au imeamka. Ni unataka iwe vipi? Mimi nataka imesimama, portrait. Kisha nini? Vipimo vyake nini? Sentimita au in au millimeter. Mimi mwambie nataka millimeter. Sio lazima hivi kwa sababu kompyuta kuja tuweke kitu inaitwa PDF nini? Aina, ambapo katika type tunaweka A4, itakuwa ni A4. Kwa kama nimeweka A4, vipimo vya A4 vinajulikana. Vipimo vya A4 vinajulikana. Sasa sijajua kwa nini ananiambia mpaka niweke hiyo millimeter sijui nini. Sio tatizo, hatugombani hapo.
Kinachofuata sasa hivi baada hapo nini? Kinachofuata baada ya hapo ni kuseti hii PDF muonekano wake upoje. Kumwambia hapa new, sio kuset, kwanza ongeza page mpya .add nini? Kuna kitu kinaitwa add page. Add page ndio nini? Tutengenezee page ndani ya PDF. Yaani hapa mwanzo nimefungua tu file ya PDF, halina kitu, halieleweki likoje. Kwa hiyo liongezee page, ambayo hiyo page ndani yake ndio utaongezea maneno. Kinachofuata chagua nini? Tunaita formatting. Yaani settings za mwandiko upoje, kwamba andika .set nini? Set font maana yake nitengenezee niwekee settings za mwandiko. Kwa kitu cha mwanzo utaandika mwandiko unaotaka, labda ametaambia niwekee Arial. Kitu cha pili utaandika ni bold au sio bold. Kwa kama ni bold utaambia bold. Bold maana yake nini? Maana yake unakuwa umejazia. Okay, na kitu cha mwisho utaandika ukubwa wa herufi. Utaandika labda 16 au 15 kama unavyotaka mwenyewe. Kodi nyepesi, hii PDF iko vizuri katika kuandika PDF. Hii PDF unaweza kuitumia lakini ina mzunguko mrefu upo kwa sababu iko advanced zaidi. Ama hii nyepesi zaidi. Okay, baada hapo inakuja nini? Baada hapo inakuja kodi ambayo sasa inaruhusu wewe kuandika data zako ndani. Kwa hapa nitaambia new nini? Inaitwa .cell. Katika .cell kitu cha mwanzo utaweka ukubwa wa mstari. Yaani mstari wako unataka uwe mkubwa kiasi gani? Kwa vipimo ambavyo mimi nimevifanya haraka haraka 190 kwa A4 iko vizuri. Kwa 1190 urefu wa mstari na upana wake uwe 10. Ndio nini? Yaani mstari kuja chini na kwenda juu. Yaani anatengeza mfumo kama wa table. Sasa kile kidima kimoja, upana upoje, urefu upoje, urefu wake upoje, upana wake upoje. Mwingine hajaelewa? Okay. Sio kiasi, lengo letu wewe uelewe. Mimi nitakuja hapa nitamwambia nitengenezee table. Umeona kidimba hiki? Kutoka hapa kuja huku tunaita ndo upana. Na kushuka chini mimi ndo nimeita urefu. Yaani kidimba kiwe kama hivi au kiwe hivi au kiwe kidogo zaidi. Upo Okay. Tuendelee. Kwa hapa itakuwa 10. Baada ya kuweka hizo utaweka nini? Utaweka maneno ambayo unataka kuandika. Maneno ambayo sio unataka tuandike yako wapi hapa? Yako kwenye mwisho. Unakumbuka hapo kwenye mwisho. Hapo kwenye mwisho. Kisha utaweka border, unahitaji border uhitaji. Kwa namba 1 kuna border, kama 0 hakuna border. Mwisho utaweka unahitaji move mstari uendelee au usiendelee. Weka namba 1 kifupi, maana yake mstari uendelee, na mwisho kabisa utaweka mwandiko uwe katikati, kulia au kushoto. Mimi nataka uanzie katikati. Kwa of course itakuwa ni herufi, mwambie L katikati. Upo vizuri sana. Mpaka hapa kodi imalize. Mwisho kabisa fungua file jipya, nitaambia nini? Fanya export, maana save sasa file yako. Maana hapo ushamaliza kutengeneza file ya PDF, tunataka tulisave. Mwambie new.output. Kisha njoo hapa andika jina lake. Jina lake tunataka tuandike hivi. Ni lile file iliyopita kule juu .nk kapita. Kwa nitaambia hivi, niwekee lile file ambayo ilipita kule juu. Sasa kule juu usisahau kuna file imepita mule. Kwa nitaambia x, aniwekee x gani? Hii x sio x hii hapa. Hii x hii ni hii, nataka aniwekee ile file, sio x. Mwambie file. Kwa hapa tutaambia file. Nitaambia .nk kapita. Kwa maana kimaanisha kwa tayari nishapita. Alafu mwisho mwambie .pdf. Kwa maana ataandika jina kisha .nk kapita. Upo Program imeisha. Njoo tuirun. Tunatarajia sasa hivi tukirani hii program atakuja kwenye hili folder, atafanyaje? Atafanya encryption ya haya mafaili. Ila kuna kitu hatujamalizia hapo, unajua nini? Nataka mafaili baada ya kumaliza ayafute. Akishamaliza kuandika afanyaje? Ayafute. Kwanza kumwambia hivi oz.remove nini? Hilo faili. Kwa maana akimaliza hilo faili analifuta. Kwa atatuachia tu mafaili ambayo yametengenezwa na sisi ambayo tayari yashafanywa encryption. Njoo tuone. Tumefanikiwa. Run. Amazing. Anasema .remove. Ili neno remove yeye alioni. Ili neno faili hapa yeye alioni. Kwa nini alioni? Inamaanisha kafuta kwa mara ya mwanzo, mara ya pili alivyokuja tena hakuliona. Kivipi? Njoo tuangalie nini kimetokea hapa. Kwa sababu huyu kafanya faili la mwanzo akalifuta. Unaona faili la mwanzo kashalifuta, kaja kuganda kwenye faili la pili kwa sababu hajalifanyia encryption. Kwa nini? Maana hapo tukilifungua ile ilipo kama lilivyo. Umeona hajafanywa encryption. Lakini la mwanzo kashalifanya encryption ndio maana kalifuta.
na data kafuta karibu, hajaandika kitu what this. Sasa angalia kwa hatari, unataka uwe makini. Uruhusi kufuta data ya user kwa sababu ukifuta ugomvi unajua mkubwa. Kwa sababu ukimwambia niletee pesa, akakuletea pesa. Unakukulika jasho limekutoka, kumbe data yenyewe ushafuta, hujui uliziweka wapi. Take care. Hakikisha unazisave data kabla hujafanya vurugu zako. Hata unapomwona haka mkubwa kiasi gani, anachukua kwanza backup ya data alafu anafanya balaa lake. Ili kitokea kafeli, anarejesha zile data ambazo anazo. Okay, tuendelee. Kuna kosa limetendeka hapa. Data hapa sijaandikwa, lakini pia hii loop imeishia hapa. Kwa nini? Tutapata tatizo. Njoo tuiangalie tena hii program hapa inakwama wapi. Okay, tupata fikra. Huyu anaandika herufi moja kwa sababu akitoka hapa anashuka chini na mzunguko huu wa kufanya nini? Wa kufanya decryption. Hatuhitaji huu. Mwambie turejeshe nyuma. Kwa hapa tumefanikiwa. Lakini hili faili manake mpaka hapa tulipokuwa yupo kwenye mzunguko wa faili moja. Acha tuangalie. Hili faili madam tushachukua data zake tumezisave hapa, hatulihitaji. Tunaweza tukalifuta huku juu. Mwambie alifute huku juu ili asitulete error. Tufutie hapo hapo kwa sababu sisi tushachukua hizo data. Data za faili tunazo sasa hivi. Kwa maana hata kama tukifuta tunazo. Upo na hapa akija atafanya mzunguko wa encryption kisha atatengeneza faili jipya. Akimaliza hapa juu kuna loop kwa maana itamrejesha tena kurudia faili la pili. Njoo tuangalie. Mwambie run. Kwa hesabu zangu mimi kodi imeisha, tumefika mwisho. Tukifeli maana kabisa tufikirie muda mrefu. Run. Kamaliza, umeona? Achana, huu ni ujumbe wa mwanzo, hata mimi niutoe. Ila sasa hivi nikifanya chochote nitafanya kwa sababu atapitia tena kwenye mafaili. Njoo tuangalie. Mimi nitafungua folder, utakuta kafuta kaandika masomo.kapita na kaandika pdf.nkkapita. Umeona hapa juu kuna nkkapita na chini kuna nkkapita. Nikifungua ile juu angalia. Data zimechangiwa. Ila kuna kosa moja limetokea hapa. Unajua nini kimetokea hapa? Maneno yameenda hivi haya. Hakuna text wrapping. Njoo tengeneza text wrapping. Kwa yote kaandika mstari mmoja. So kama kapoteza maneno yapo ila ameandika kwa mstari mmoja. Hata hii pia umeona? Njoo tuweke text wrapping. Text wrapping ndo nini? Yaani maana yake akifika mwisho hapa ashuke chini yani asipitilize. Tunafanyaje? Simple. Hata turejeshe kodi, mafaili hatu yarejeshe kama kawaida. Turejeshe haya mafaili, kodi imetimia. Okay, kodi imetimia. Njoo tuweke text wrapping. Tutafuta pia na ujumbe hapa ili mtu usimchanganye. Text wrapping ni hapa ulipo hapa. Badala ya kutumia new cell, tumia multi cell. Kuna kitu kinaitwa multi cell. Multi cell inakusaidia kuweka cell zaidi ya moja. Ndio nini? Yaani kuandika mistari zaidi ya moja katika PDF. Pale usimuona kaandika mstari mmoja, kwa hapa ataandika mistari zaidi ya moja. Run, kodi imeisha. Asante. Run. Hakuna error yote. Njoo tufungue folder letu. Fungua folder. Utakuta ndani imeandikwa masomo PDF. Utakuta ndani imeandikwa masomo.pdf.nkkapita. Kwa maana kitu tushachezea mafaili sharibu. Fungua. Amazing. Unaweza kusoma. Nikwambia unipe pesa utatoa. Tumetengeneza kirusi cha ransomware cha aina yetu. Maana sisi hatujabadilisha extension. Extension iko sawa. Ila tu data ukiingia ndani uone kinachoendelea. Angalia what this. Tumeharibu eti. Sasa mwingine ananiambia okay mwalimu, sasa unarejesha vipi? Swali muhimu kwa sababu lazima ujue namna gani unarejesha hizo data. Wewe umefuta hata mafaili hapo. Umefuta hapo, sasa unafanyaje? Kurejesha simple. Kivipi? Njoo hapa, uzuri wa kodi ambayo tumetumia sisi kurejesha simple.